Shule ya sekondari ya Jumbeidi imejengwa kupitia mkandarasi huyu wa ARM Communication Limited kwa gharama ya shilingi milioni 658,374,352 na senti 22, ambapo utekelezaji ulianza rasmi tarehe 5 mwezi wa 12 2024 na unatarajiwa kukamilika tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka 2025. Na fedha za utekelezaji wa mradi zimetolewa na serikali kuu kupitia mpango wa SEQUIP. Yaani miundombinu inayojengwa katika shule hii ni kama vile jengo la utawala ambalo mnaliona liko mbele hapa moja. Alafu vyumba vya madarasa viko 8. Kuna jengo la TEHAMA ambalo liko mbele kule. Alafu maktaba pia iko mbele pale ambayo ni tayari. Alafu kuna matundu ni 12 ya vyoo. Na vyumba vitatu vya maabara za sayansi kule, yani fizikia, kemia na biolojia, na tuna kisima cha maji na miundombinu yake yote imeshakamilika. Hadi sasa ujenzi upo katika hatua mbalimbali za ukamilishaji. Na kwa maana hiyo basi kama tunavyojua mradi huu utatusaidia sana kwa ajili ya kupunguza adha ya wanafunzi umbali mrefu na kuteseka na njaa. Sasa adha hiyo kwenye kata yetu imeshaisha kabisa. Kwa hiyo sina mashaka na uongozi wa kata, kuanzia diwani, mtendaji, viongozi wote wa kata. Letu ni hili moja, kuhakikisha kwamba Ruwiko inaondoka kwenye hali ya tata wanafunzi na adha ya wanafunzi kuteseka barabarani inaisha mara moja. Cha kwanza kabisa kumshukuru Mama Samia Suluhu Hassan. Uongozi ni kama familia, mnapanga, mnatafuta, mnatekeleza kimoja baada ya kingine. Tuliibua, tukapanga, tukampelekea mama. Jengo hili tunaliona mwalimu mkuu ametusomea, imegharimu zaidi ya milioni 600. Sisi kwenye bajeti zetu tuliomba milioni 500 tu. Lakini kutokana na umuhimu na ujenzi wa kisasa, mama ameendelea kutuwezesha, jengo limekuwa linasonga mbele. Nitumie nafasi hii kuwashukuruni ninyi nyote. Mlionyesha kiu ya dhati kwamba kwenye kata yetu tunahitaji kuwa na sekondari ya kata. Na katika kuonyesha kiu ile hatukuonyesha hivi hivi, tulionyesha kwa vitendo. Tulichanga fedha kwenye kila mtaa milioni 200. Ilikuwa ni fedha ambayo iliniwezesha mimi diwani wenu kuleta chachu kwenye vikao vya halmashauri kwamba Ruwiko tunahitaji sekondari na mtaji wetu tunao huu hapa. Kwa hiyo wataalamu, mkurugenzi, madiwani wenzangu waliweza kunisikia na kuona tupate fedha milioni 560 kwa ajili ya ujenzi wa sekondari. Tunamshukuru mama, hatuna tunachomdai, ila yeye anatudai. Tuna deni na Mama Samia. Na zaidi ya yote tuna deni la deni. Kwa sababu Mama Samia baada ya kutufanyia haya yote, huu ni mradi mmoja tu wa milioni 600. Tutakwenda kuona daraja lina milioni 160 kwenda shule ya sekondari Luwawasi. Lakini tutakwenda kuona shule mpya ina milioni 77 Ruwiko C. Lakini tutakwenda kuona kituo cha afya kina milioni zaidi ya 420. Na wote tumeshawahi kwenda kutibiwa kwenye eneo hilo. Tutakwenda kuona fidia airport milioni 690. Mama wa watu ametoa, tumepanua uwanja huu wa kisasa kabisa kwenye kata yetu. Hao ndio viongozi tunaowataka. Hapo tuna deni, hatuna deni. Tumlipe nini mama? Tumlipe nini mama? Nikisema Samia 5 tena. Mama Samia 5 tena. Kwa hiyo sisi hatuna la ziada zaidi ya kumshukuru, na tunamhakikishia maamuzi ya kamati kuu, maamuzi ya mkutano mkuu wa taifa kumpendekeza kaka yetu, baba yetu, mjomba yetu na babu yetu Daktari Emmanuel Nchimbi kuwa mgombea mwenza wa Mama Samia. Hapo ndo anatudai zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na uchaguzi upo. Uchaguzi sio takwa la chama fulani, ni takwa la katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na CCM ni kinara katika kusimamia masuala yote ya kisheria na kikatiba. Kama kuna chama hakitataka kushiriki, ni kwa sababu tu labda hakijajipanga. Lakini tunashukuru vipo vyama vingi vilivyojipanga, ikiwemo CCM yenyewe, tunakwenda kushiriki uchaguzi. Niwaombeni, CCM ni mafiga matatu. Udiwani,
urais, ubunge. Haya mafiga matatu yote tunayahitaji ili vitu kama hivi viweze kupatikana. Wajumbe wa kamati ya siasa na viongozi wengine wajumbe wa kamati ya siasa za matawi, tukitoka hapa tukazisemea hizi kazi ambazo tayari serikali imezifanya kwa wenzetu ambao tukutana kule tukabishana nao kwa hoja hizi kwamba useme lote juu ya serikali yetu imefanya 1, 2, 3. Kwa hiyo fursa leo tumeona wajumbe wafike, maana kuna watu walikuwa wanasimulia wanapata simulizi tu, lakini leo tumefika kuona wenyewe kabisa majengo tu hayo na ni shule ya kisasa. Serikali imetusaidia kutosha sana. Lakini nichukue fursa hii pia niwashukuru viongozi wa serikali kwa ngazi zote. Maana mheshimiwa diwani peke yake asingeweza kufanya hii kazi. Tukizingatia hiki kiwanja kwanza kupatikana kwake, kimpatikana kwa shida. Na baadaye kuja kukubaliana kwa kata nzima shule ijengwe hapa. Kulikuwa na mijadala ya muda mrefu. Na mtakumbuka wakati fulani hii hela mpaka ilitaka irudi. Kwa sababu malumbano sisi wanaruhuku wenyewe. Kwa ijenge wapi, ijenge wapi. Na manditi mbali na manditi mbali. Lakini baadaye shule imekaa mahali ilipokaa ni kwa faida ya Ruiko nzima. Kwa hiyo niwashukuru viongozi wa serikali ngazi ya mitaa yote. Tuwapige makofi kwa kweli. Lakini za pekee zimfikie mheshimiwa diwani kwa kupambana hii, lakini kwa umoja wetu tuliweza kushikamana na mheshimiwa diwani, amezisimamia na kuzipambania hizo fedha mpaka zimebaki na zimefanya kazi. Kwa hiyo ushipavu wa diwani wetu pia lazima tukubali, tumpe maua yake pia. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mimi niungane na mheshimiwa diwani aliposema Ruiko tuna deni na mama. Na haki ya Mwenyezi Mungu, mimi ninayeongea hapa ni mwalimu, nina deni na mama kwa sababu pia tumeonekana kwa namna ya tofauti sana. Hata ujenzi wa miradi hii shule tunaiona leo gharama nyingi, ni deni kwa mama. Hakuna kingine chochote za kisha kwamba Mama Samia Suluhu Hassan anashika tena nchi kwa miaka 5. Kwa hiyo mimi niseme tu hakuna kama mama. Sisi Ruiko tuko pamoja na mama na siku zote tutasimama na chama chetu, chama imara, Chama cha Mapinduzi. Pili, naomba nimshukuru sana Rais Samia kwa sababu Rais Samia ndio aliyotufanya hata sisi tufikie hapa saa hizi. Tumshukuru sana na tumpe tena 5 ili aendelee tena kutufanyia makubwa zaidi ya haya. Cha pili, nataka nakushukuru Mama Samia, na mshukuru mbunge wetu, na mshukuru diwani wetu kwa sababu diwani wetu na yeye kama asingepambana mpaka dakika hii tusingefikia. Lakini kwa nguvu zake na jitihada zake ndio zilizotufikisha mpaka sisi tufike hapa saa hizi.